Amen. Bwana asifiwe. Mimi si mgeni, lakini nimesikia tu nikusalimia kwa sababu nakumisi. Kwa wiki mzima hatujaonana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nimekumisi. 7 days tumepatana tukiwa wazima. Naona unaabudu Mungu. Sini jambo la kumtukuza Bwana. Niko mzima. Yesu ni Bwana, amelinda moyo wangu, amehifadhi nafsi yangu katika njia za haki na utakatifu. Na mimi natamani kufuata agizo na sheria zake Bwana, kwa sababu nikifuata sheria zake na maagizo yake, hivyo ndivyo nitakapomuona Kristo Yesu mara ya pili atakaporudi, kulingana vile maandiko inasema hatarudi na utukufu wake wa mbinguni. And my desire is nione hiyo utukufu. Huyo utukufu Yesu alisema ndio natamani kuona. Kwa hivyo nampenda Yesu ndani ya moyo wangu. Nipenda kamoja tu tusie neno kidogo, nasikia tu. Hebu angalia katika Biblia yako, in the book of Exodus ama Kutoka, Kutoka chapter number 20 ni tamu sana, lakini mimi nitaongea tu verse 3 na 4. Nani amepata tusome ama nisome na Biblia yangu? 1 minute, ni just tu kukuhimiza watu wa Mungu tu, to encourage you as a Christian, as my brethren, kama mpendwa, na tutabarikiwa. Umefika pale, nimesema Exodus ama Kutoka 20 verse 3 na 4 tu ndio nataka kusoma. Mudhoni hujashikanisha? Nimesema Exodus. Exodus ni kitabu ya pili kutoka kwa Biblia. From mwanzo uko kwa Genesis, the next book is Exodus. Chapter number is 20, verse is 3 and 4. Inasema hivi: usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kushonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Usiabudu, usiwe na Mungu mwingine. Usiwe na Mungu mwingine. Usiwe na Mungu mwingine. Alafu verse 4 inasema usijifanyie kitu chochote ukiabudu kikiwa duniani ama chini ya dunia, mbinguni wala mahali popote. Usijifanyie hicho kitu ukiabudu. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndio. Unaona verse 4? Verse 4 ndio inanijenga sana. Ndio iko tamu sana. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio nataka kukuhimiza nayo. Wewe kama Mkristo, wewe kama mpendwa, wewe kama mtu wa Mungu, usijifanyie kitu chochote cha kuabudu kikiwa hapa duniani wala juu mbinguni, even if ni chini ya maji. Usijitengenezee kitu ya kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya kanisa. Na wakati nilipokuwa nikichunguza hiyo maandiko na kuitafakari, nilikuwa ninaona mambo mingi sana yenye, kwa sababu nimepewa dakika moja sitaiongelea, lakini wacha tu niguze kidogo. Katika hii generation tunaishi, wale wanaofanya utafiti wanasemanga Kenyans 90% are Christian. Na ni kweli ukipitia huku ukiuliza mtu jina yako unaitwa aje, utasikia kiuita anaitwa Joseph, anaitwa Peter, anaitwa John, anaitwa Esther. Hiyo majina yote iko kwa Biblia. Si unaona? Inamaanisha aje huyo mtu ni Christian. Bwana Yesu asifiwe. Lakini yes, wewe ni Mkristo ya kusema, lakini kwa kule undani wake ukitazama utafata yale maovu inafanyika na mtu
amehuku ama amehang katika ukristianity lakini haiko ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Yeah. Kanisa Biblia inasema usitengeneze kitu ya kuabudu. Sasa hebu toka hapo tufike mahali ya kuabudu. Mahali hapo pa kuabudu, hebu angalia. Hebu angalia hapo pa kuabudu. Hebu fikiria mambo ya hiyo kitu kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Na nilikuwa nauliza, hii kitu ya kuabudu ni vitu gani? Hii ni nini? Haleluya. Bwana asifiwe. Yes. Mtu ni yes, ako pale na ni Kristiani, yani amehuku katika lakini ikifika mahali ya kuabudu, yeye ndani yake hamna nafasi ya kuabudu ule Mungu aishiye milele. Wengi wako na tu vitu yao wamejiwekea ya kuabudu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Usiwe na kitu chochote cha kuabudu hapa duniani hata juu mbinguni. Na hata mimi nitakwambia hivyo siku ya leo. Na unajua mifano ya kuabudu ni mingi sana. Haleluya. Yes. Hizo vitu watu wamejiwekea. Ati badala kubeba Yesu akiwa ndani yako umwabudu ndani ya roho yako, wewe umebeba kitu, umeweka kwa mkono, ama umeweka kwa nyumba, ama umeweka zingine tulikuwa tunaweka hapa wakati hatukuwa na imani ya kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yes. Hiyo ni mfano, yani wewe umeweka Mungu wako such that hapo ndipo hako umemweka kwa gari. Bandara umsujudu inside of your heart, kutoka kilindini ya moyo wako, na umbebe Kristo ndani yako. Umeweka something, kitu mahali yenye imetengenezwa na mkono wa mwanadamu, hiyo ndio unasujudu. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Kanisa la Bwana ni maandiko. Enda usome hiyo 20 yote utasikia. Usiwa na Mungu mwingine wa kuabudu. Usijifanyie, usijitengeneze kitu ya kusujudu. Na hata mimi siku ya leo nitakuasha na hili neno. Msujudu Mungu wako kwa kweli na roho ndani yako. Wacha kuweka hata ni kwa sababu naenda safari. Bwana sifiwe. Unaleta pasta hapa anaombea mafuta, hata hiyo ndio inakukinganga ukienda safari. Bwana Yesu asifiwe. Nyika wewe. Bwana Yesu yes, vitu ziko. Wengine ni rosari, ile rosari, si unajua rosari? Imechongwa na sinimbawa ama whatever imetengeneza. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Yeah, na hiyo umeiweka hapo, umedress ya kwamba mimi naenda Mombasa sasa, I'm very well, sasa I'm very protected. Nani amekwambia hivyo?